Tunaendelea sini ya 21 hadi 30. Simulizi yetu inaitwa Saburi, yani hatima yangu, mwisho wa maisha yangu ni mwanzo wa imani yangu. Tunaona wakati uliopita Vicky alitupwa katika mtaro mtoni. Vicky anaonekana akipiga kelele na akitapatapa sana. Ndipo mtu akapita na kumuokoa, lakini pia kumfikisha sehemu husika. Vicky anazinduka na akipiga kelele. Diana anaamka na kumuhoji, Vicky, kulikoni? Vicky anaomba msaada, naomba mnisaidie jamani. Vicky anatokwa na maji, anaponea chupu huku akiomba msaada. Vicky anamwambia tulia, uko sehemu salama kabisa. Sini ya 22 hospitali. Vicky akapata bahati ya kupelekwa hospitali. Vicky akaanza kupiga kelele, Joy, hapana. Diana, Vicky usijali, upo sehemu salama. Vicky akaanza kulia, akaanza kukumbuka yale mang'amng'amu ambayo alikutana nayo, yakawa yanaendelea kumsumbua katika akili yake. Tunarudi polisi. Kule polisi bwana, taarifa zimeshafika za tukio la Vicky kwamba limefanyika kwa Joy ndo ambaye amelifanya. Sasa askari anahoji, tuna taarifa za kutoweka kwako, unajua chochote? Diana, ni Joy amemfanyia Vicky mabaya. Askari, tunaenda kumkamata. Basi wakaongozana kwenda kumkamata. Sini ya 24 tunarudi nyumbani kwa Joy. Kwa mshangao mkubwa, Joy kufungua mlango. Ni nini hiki? Askari, Joy, umekamatwa kwa sababu umefanya tukio la unyanyasaji wa kijinsia. Kwa nini umefanya tukio lile kwa Vicky? Joy anapelekwa chini huku akisachiwa, lakini Joy anaendelea kukataa na nini, lakini polisi wanambeba kwa nguvu na kumpeleka sehemu. Sina 25 tunarudi hospitali. Hospitali yetu inaitwa Uamsho. Vicky anaamka kwa mara nyingine, anaanza kuhoji, Diana, niko wapi? Diana, upo salama Vicky. Joy amekamatwa hata hivyo. Vicky, Joy amekamatwa? Hapana, kwa kweli. Mbona niko kwenye wakati mgumu? Kama amekamatwa atapona kweli? Mbona ni mambo gani haya? Mimi nitaonekana vibaya. Diana, kila mtu anaelewa nini anachokifanya. Huna haja ya kulalamika. Vicky, endelea kutulia, angalia afya yako inaendaje. Sini namba 26 tunarudi mahakamani ambako Joy alipelekwa. Hukumu inatolewa. Joy umepatikana na hatari, miaka 10 jela. Joy kapiga kelele, hapana. Vicky akatabasamu, ni haki, ni sahihi kwa ulionifanyia. Sini namba 27 Vicky anaenda kumtembelea Joy kule jela. Anamwambia, umefanya maisha yangu yawe na ukiwa, lakini naondoka. Joy, Vicky samahani. Vicky anatabasamu, anamwambia ni zamani na imeshapita. Nadhani sio wakati wa mimi kukusikiliza. Sini 28 tunarudi kanisani. Mchungaji anamkaribisha Vicky kwa matashtiti. Vicky anaimba wimbo, tunachezaga watoto wa Yesu. Twende sasa namna hiyo. Jambo gani limesumbua moyo wako? Tabu gani limetesa moyo wako? Nini limetesa moyo wako? Acha kulia, yanapita. Baada ya ibada watu wanafurahi na wanamkaribisha tena Vicky. Pole kwa mambo aliyokuwa nayo. Mambo mbalimbali yanafanyika kwa ajili ya kumpongeza Vicky na kumpusha Vicky kiuchumi, kwa sababu amekuwa na changamoto mbalimbali. Basi wanashikana mikono, wanatabasamu. Mchungaji anafurahi sana kukutana na hiyo situation. Sini ya 30 tunaona hatua mpya ambayo Vicky anaokota barua ambayo aliandika kabla ya kutupwa kule mtoni na kuisoma. Na barua yenyewe inasema hivi: Saburi,
ni kuwa na tumaini, kusubiri huku ukiwa na imani ya jambo lako. Saburi ni safari ya maisha ambayo inahitaji uvumilivu, kama ambavyo ukisoma Marko 13 mstari wa 13, nanyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, lakini mwenye kusaburi hata mwisho ndiye atakayeokoka. Diana anatabasamu baada ya kusoma barua hiyo. Tukutane wiki ijayo nikupe mwisho wa simulizi hii ya saburi ambayo ni hatima yangu. Suzie Media and Entertainment, tuonane wakati mwingine. Asante.